Mimi na mke wangu hatuna mengi ya kusema, kama kijana wetu Joseph alivyosema kwamba familia yetu haina mengi. Lakini naomba niseme haya machache. Nathan, tulishaongea, tulikushauri mambo mengi, na sasa hivi nataka tu kuyasema tena kidogo tu kwa kifupi mbele ya kadamnasi hii hapa. Mimi na ndugu zangu wengine wawili, mimi nikiwa watatu, tulisomea Ikizu Sekondari Msoma, mkoa wa Mara. Na wakati tunasoma, unajua kuna makabila Wajita, Wakuria, tunasikia habari nyingi sana kuhusu Wakuria. Tulisikia kwamba Wakuria, mke usipompiga anaona humpendi. Ndio nilivyosikia. Lakini hao ni Wakuria wenda wa huko Msoma. Pale kanisani tuliambiwa kwamba Naomi alizaliwa Dar es Salaam, sio wa huko. Lakini pia hata muda umeenda, Wakuria ambao wanapiga wake ni zamani. Sasa hivi huwezi ukampiga mkako, sio sifa, tena ni sifa mbaya. Hilo halitakiwi kufanya hivyo. Upendo kuna namna ya kuonyesha, na wewe unajua, na Naomi alishatuambia kwamba ushamuonyesha. Kwa hiyo onyesha upendo kwa mke wako Naomi. Lingine ambalo naomba niliunganishe hapa, mimi na mke wangu Margaret tuna zawadi ambao tumewaandalia Nathan na Naomi. Zawadi yenyewe sio ya kuleta humu ndani, haitaingia humu ndani. Ni kiwanja cha kujenga ambacho kiko Goba. Vigelegele bado hivi havijatosha hivi. Sasa kicho kiwanja, Nathan alisomea mining engineering, yeye ni engineer wa madini. Lakini hicho kiwanja asije akakichimba kutafuta madini pale. Pale tunaomba tu kijenge, lakini kama Naomi atasisitiza kwamba uchimbe utafute madini, unaweza mkafanya hivyo. Lakini kwa hiyo naomba niseme kwamba sisi, mimi na mke wangu, zawadi yetu kwa Nathan na Naomi ni kiwanja ambacho kiko Goba. Na nimwombe mke wangu naye azungumze machache kama hivyo kawaida yetu. Habari za jioni. Mimi sina mengi, ila namkaribisha sana binti yetu Naomi. Sisi tuna watoto wawili wa kiume, lakini leo tumempata binti. Karibu sana Naomi kwenye familia yetu. Na imani tutakuwa pamoja vizuri kwa umoja na upendo. Lakini niongee tu moja